Nakwambia sasa sinasema stories za mtandaoni bwana. Mambo yamechemka huku nje. Kwanza sasa hizi tunaongea sasa hizi bro. Kumekuwa na story yenye imekuwa na trend pale kwa mpaka Busia. Yes. Busia bwana, kumekuwa na story fulani hivi. Situ kulifanyika nini, polisi wa Kenya akashikwa na polisi wa Uganda. Wapa Kenya. Polisi wa Kenya akashikwa na polisi wa Uganda. Wako mpaka. Sasa kitu kilifanyika, kulienda hivi. Wajamaa wa Kenya wakafunga mpaka, kila kitu wakafunga everything. Waka shut down. Vitu zote zilikuwa zinatoka Uganda na zinaingia Kenya na zinatoka Kenya zinaingia Uganda zikasimamishwa. Biashara yote ilisimamishwa. Sasa bila biashara ilisimamishwa, wajamaa walikuwa na demand ya kwamba lazima polisi wetu arudishwe. Akirudishwa kila kitu itabaki into normal. Unaona? Sasa nikwambie, jana kumekuwa na mvutano nini, leo achilia jamaa amerudi. Sasa hata pia tunaongea sasa hizi bana, boda huko sasa hizi kumefurika mbaya, yani kumechimbika. Wanajua wangekataa sisi kaje MC. Ngawaendea mpaka Uganda ndani. Tuwatoe kwanza Uganda. Tuwatoe tu huko tuwalete huku kwetu kwanza. Huku ndani wote. Wote tu hiyo Uganda baki bila mtu kwanza. Unajua ni kama kijiji. Yenyewe ni kijiji, ni kitu kama tuseme kama hapa Kenya Uganda. Msema ni kitu kama tuseme Kitale. Hata Kitale ni kubwa. Ni kitu tuseme nini kweli? Nani tuseme kama wapi? Tuseme kwa mfano ni kama Ketiasi hiyo. Ketiasi hiyo la Ketia. Ni supermarket. Yes. Hiyo ndio Uganda uzima. Tunawachukua wote tunawaleta huko. Kuwatandasa. Then tunawarelease. Ndio manguo yao ninaleta mchanga hiyo asichezo wake. Bwana, mambo imekuwa mbaya. By the way imekuwa mbaya. Imekuwa mbaya kabisa. Kuna wakati ya kwa haru, mambo imekuwa mbaya. Sasa acha tuachane mambo ya Uganda. Hao ni watu tunaishi kuombea na sisi. Unajua Kenya kwa dunia mzima. Kenya hata uende mahali popote, utoke Kenya uende mahali popote, wakuulize wewe ni nani, useme majina yako, alafu wakuulize unatoka nchi gani, utaje tu Kenya, chochote unataka unapewa free. Niko napiga hesabu ya kwenda kuoa Uganda, lakini Uganda kumbe mnatabia. Uganda wewe huko wewe wanakuja tu wote. Kwanza yenyewe harusi yao watu wanajaa tu kwa tendi moja ya watu 200. Nitachukua tu vibasi vyangu hapa niongee na shule hapa kadani peleke huko gari mbili kuja na watu wote. Uganda wote hudhuria harusi. Hiyo gari yenye nabebanga watu 16 gari kama 7 hivi. Uganda mseme itakuwa iko Kenya. Iko Kenya. Na hata si ndio? Kenya tuna host tunasema watu hata miaka 2 na mnakunywa mnakula, wanaoga, wanafanya kila kitu, wanaenda wanacheza ma swimming pool zetu hapo hivyo. Sometimes hata mvua ikinyesha, maji kifurika, wanaenda wanacheza na maji. Unajua hata huko ni kama hata hakunanga vitu kama hizo. Huko hata si hayo. Ngoja tu banange nini? Mnacheza na watu wa Kenya bara. Hey, juzi nimekuwa Ukraine kwa ndoto. Nimekuwa hapo. Si bomu ikarushwa. Missile. Karushwa. Ikakuja sasa ndio walikuwa wamentarget kichwa. Walikuwa kutoa kichwa. Yaani jamaa alipima hiyo bomu. Ndio aliona kitu kilifanyia hiyo missile. Yeye mwenyewe alikufa penye hapo. Niliruka. Nikaangalia chini, nikaiona sasa face to face inakuja hivi na nipima macho. Ni kwa ndoto tu. Mwenye alikuwa na karibu yako ayopu kichwa iko mzuri. Ako sawa. Sawa hii jamaa. Ako sawa kwa sababu hiyo sai ilishika. Kwanza nikaikiss. Nikapiga teke kienda juu, nikaona kwanza sijaimaliza, nikaipata nikashika tena hiyo misa, nikarudi nayo chini, nikaiuliza ni nini mbaya na wewe, mwenye amekutuma kwangu ni nani?
Sasa jamaa alinituma. Nikaona kwa kioo ni kama kitu kana mweka si nikajua ni binoculars mtu akaniona. Akaona sisi tumependana na hiyo misa hiyo. Jamaa kwa akakufa. Akakufa. Niambia misa hiyo. Mimi natoka Kenya. Nikitoka Kenya, misa isikie kwa tunatoka Kenya. Nguvu ile imekuja naye ikapunguza. Yule hiyo misa ikijulikana huko Ukraine Mkenya wao amepigiwa huko. Hiyo misa hata yenyewe itakuwa na shida. Na hivyo ndio wambe ilikuwa. Iko sawa. Iko sawa. Hata juzi mimi nani nimekuwa kwenye ndoto nilikuwa nafanya harusi. Nilikuwa nafanyia kwa ndege imangu juu. Juu tu hivi. Nilikuwa nafanyia kwa harusi. Wazazi wangu akapo wote. Maiki wangu akapo chini wamewapei wako na nyanya lollipop ama wanakucha mabaluni wakijasa wakinilingia nikipango. Na cha kuumiza sana kumbe hii ndoto ni mbaya sana. Kumbe huyo msichana alikuwa ameoleka tena. Ndio rubani ndiye alikuwa bwana yake. Hiyo kati ya kuvalishana pete. Na kalinga ndege juu kabisa rubani. Na akaruka na hiyo kitu ya kufly. Na akatoka. Mimi sijui kusimamisha ama kurudisha chini. Akatuacha huko. Nimekula kurudi mbaya. Vumilia tu mama mile. Nimekula waru mbaya bwana. Tungekuwa na bibi angetuangalia waru. Sasa sisi jua party nyingine iko upande gani? Hiyo ndio shida. Sisi jua iko kwa hii sahani ama iko hapa. Hapa hakuna. Umeweka mimi ndio nilipagua. Walai ni mbaya, nisikupate kwa sababu ni mbaya. Sikudanganya. Ai hapa hakuna. Nataka kuambia wageni kitu acha nitende. Hii ni shida. Ni ukweli. Alafu sijakwambia sasa kitu nilifanyika. Kuna story unajua katua ya Kitale. Hiyo ya Kitale naielewa. Katua. Sasa bana juzi. Katua ukitoka Modhoni ukiteremka kiasi. Unajua hii barabara kwenda Eldoret kutoka Kitale kwenda Eldoret. Naiona. Sasa kulikuwa na story juzi. Bana kuna msichana alipatikana hapo. Ule msichana amekufa. Unaona? Shakufa mwili yake yani alipatikana Katua. Lakini story zote hazijatolewa lakini pia alipatikana Katua. Msichana ameuawa. Lakini kwa mwili wake kulikuwa na vinonda. Yani ameshikwa na nguvu yani mtu alikuwa anamgonga na nguvu kabisa vitu kama hizo. Sasa kulingana tu na taarifa sasa watu wenye walikuwa hapo eyewitness wanasema kwamba inafahamika kwamba mtu alikufa kifo cha uchungu sana maana alikuwa na vinonda vikali hivyo kwa mwili. Unajua ni cases ya watu kukufa na hizi abduction imekuwa kibao sana. Imekuwa mingi. But mimi kitu mimi naweza sema bro. Kwanza kabla mimi niongee, wewe unaweza semaje kuhusu labda tu serikali ichukue mkondo gani kusaidia kabisa hiyo nini ipungue na pia wananchi wafanye namna gani ndio hiyo kisa ipungue? Kitu ya kwanza serikali inafaa wafanye kazi. Wakiachia wananchi ama nini bana, inafaa kwanza watume vijana kwa ground. Si ndio? Wazunguke kwa ground. Hata hii usiku sisi unapatanga usiku watu wamelala. Na kuna kitu mahali pengine wanafanyika. Serikali inafaa kutembea kwa mtaa. Sana kwa masenda hivi. Kwa masenda mtaa kiasi. Juu kwa sababu unajua wananchi siku zote watasema ni hiyo ni kazi ya polisi. Ya polisi, Na labda hata polisi hata usikani mahali popote hata kidogo. Kweli.
unapata hata serikali hata haina kopi. Nao wanapata news kama vile sisi tunapata news. Lakini unapata wananchi serikali imelala sijui nini. Lakini mimi kwa upande wangu sana maoni yangu. Kila mtu awajibike. Waje nikwambie askari yeye ni binadamu kama sisi. Kweli. Na askari yeye ni mandugu zetu. Na kando na hiyo askari pia anapumua tu kama wewe. Yeye ni mwanadamu tu vizuri nilikwambia. Yeye ako na masaa ya kulala, yeye ako na masaa ya kufanya kazi. Sasa uwe sema mtu afanye kazi kwa sasa mpaka jioni. Hiyo ni ngumu. Mpaka kesho yake usiku wako kwa ground. Hata kama tunakwanga na shift ni sawa, lakini mwanadamu ni mwanadamu, usingizi analala. Na wakati vitu vingine zinafanyika kama hizi ni mauaji. Sisi wananchi kwa sasa tunafaa kwa vigilant. Tukipata kitu kama hiyo na ripoti mapema kwa polisi. Kama kuna kitu fulani imefanyika. Unajua kuna aje niwaambie kuna binadamu wengine ni unaweza sikia mahali nduru unaona unafurahia tu. Unaignore unadhani na kwa simu yako ukiangalia vizuri uko na namba kadhaa za serikali. Serikali tena namba. Serikali unakuwa 911. 911 namba mahali fulani na fulani. Watashika simu wanasema mimi ni mtu fulani. Napiga simu kwa ajili hii na hii mahali fulani kuna nduru zinafanyika na lakini nduru si mzuri, si za kawaida. Unaona? Serikali watarespond. Lakini wao mongoja labda kitu imefanyika, ndio kesho yake mnaanza kuambia watu, serikali wanalala si kwa ubaya, wanalala wakifanya nini? Uje update. Yes, askari si Mungu, anaona kila mahali. Wallahi. So, hii imefanyika Gatua. Huyu msichana anaitwa Purity. Rest in peace mama. It's okay. Hii ni njia tu sio watu tunapitia but we don't know what happened. Kwa sababu tujapata ripoti nzuri kufikia hapo hivyo. Hatujajua ilifanyika nini akakufa. Sasa achana na hiyo. Leo nakupiga tu sasa hii story za mauaji peke yake. Juzi kuna Burugenge. Sijui jamani Burugenge ni alipatikana na serikali. Alikuwa amebeba bag mzito hivi. Sijui kama umepita online ukaona huyo bag, huyo mzee wa bag. Unaona hivi. Sasa huyu baba mambo yake ni hivi. Yeye wakati alikuwa amebeba hizo vitu, hebu tu reshuffle kwanza, nakuja break, nakuja saa hizi tuendelee na story. Story lazima ishike. Lazima story ishike.